wale ambao hawaamini kwamba wewe unaweza kufanya kitu fulani kwenye maisha yako, mara nyingi huwa ni watu wako wa karibu. Katika watu wao, wapo watu wanaoamini juu ya uwezo wako, lakini wapo ambao hawaamini kabisa. Watu ambao hata ukifanya jambo kubwa kiasi gani leo wanasema huyo na wewe sio yeye huyo. Sio yeye huyo. Wagwan. Ni aje? Naomba leo tumsikilize jamaa mmoja anaitwa Rafael Leao. Huyu ni mchezaji wa AC Milan, lakini pia ni anachezea timu ya taifa ya Ureno, kwa maana anachezea timu moja na Cristiano Ronaldo. Tumsikilize kwanza, alafu nitakwambia kwa nini nilitaka umsikilize Rafael Leao. You introduced speed to Ronaldo, right? Yeah. That's insane. Yeah. Was that planned? No. I was like, after the game, and he came downstairs and he said, bro, I'm in the tunnel. And I said, yeah, bro, we won. I think Ronaldo scored because, bro, when Chris doesn't score, he doesn't speak to anyone. Really? Yeah, he doesn't speak to anyone. In the changing room, he just... Yeah, and that game was good. He scored, I think, and we won. I meet Speed, and he asked me, bro, where's Ronaldo? I say, bro, he's in his high, maybe he's coming. I'm not sure, but I can try to stop him. But, bro, like, in my head, I was like, bro, we'll stop the car. It's like, for me, it was like a little bit, in the dressing room, we are like good relation, but not too close. His car came, and I was like, yeah, I will try and whatever, you know? Yeah, and I tried, because before the game, I said, Chris, Speed is here. And he said, yeah, I see, yeah, I see. And I stopped the car, and he came out. Wow. Well, that's a legendary moment, bro. Yeah. I remember that pick drop, I was like, fuck, that's so cool, man. Yeah, it was nice, very nice. Sasa, nataka nikupe siri ambayo inawezekana wewe hujaijua. Moja kati ya vitu ambavyo vimefanya iShowSpeed umaarufu wake uongezeke zaidi ya ambavyo ulikuwepo ni namna ambavyo ameitangazia dunia kwamba yeye ni die hard fan wa Cristiano Ronaldo. Speed alifikia hatua nguo zake, kila kitu chake anakiweka kwenye nembo ya Ronaldo, kwa maana ya jina la Ronaldo, namba 7 ya Ronaldo, ana gari zimeandikwa Cristiano. Ni die hard fan wa Ronaldo. He is obsessed kwa Ronaldo. Sasa mlango mmoja tu ulifunguliwa kwa Speed kukutana na icon wake. Aliyefungua huo mlango ni Rafael Leao, ambaye hazungumzwi kabisa. Yaani mahusiano yaliyo sasa ya urafiki kati ya iShowSpeed na Ronaldo, mtu aliyefungua mlango wa iShowSpeed kufahamiana na Ronaldo anaitwa Rafael Leao. Kwa maana gani sasa? Rafael Leao anasema hana ukaribu wa kiasi hicho na Ronaldo. Ronaldo ni mkubwa hata kwa mastaa wenzake. Yaani mastaa wenzake wenyewe wanamwandafia huyu mshikaji. Lakini iShowSpeed alifika kwenye tunnel chini kule kwenye viwanja, njia za chini zinaitwa tunnel, maandaki, zile corridor ambazo ziko chini ya viwanja. Baada ya mchezo wa Portugal, sijui na timu gani, iShowSpeed akamtext Leao, oya mwanangu nimefika hapa, akitegemea Leao amuunganishe na Cristiano Ronaldo. Bahati nzuri Ronaldo siku hiyo alikuwa amefunga, kwa sababu Ronaldo Ureno ikipoteza au ikipata hata sare, hakuna mtu anaweza kumuongelesha akamuelewa. Kwa sababu gani? Amebeba timu yake mgongoni. Sasa tuachane na Ronaldo, tuje kwa nini nimekuplaya hii video. Kwenye maisha yako wewe, kwenye haso zako wewe, yupo mtu mmoja ambaye anaweza kukuunganisha wewe na mafanikio yako. Na maanisha yupo mtu ambaye atafungua geti la wewe kwenda kufanikiwa. Either uwe ume-expect au uwe hauja-expect. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba wewe haujachelewa kufikia kwenye mafanikio yako. Au la, kama tayari upo kwenye mafanikio, basi yupo mtu ambaye inawezekana hata wewe haumpi sikio lako, haumpi macho yako, hayupo kwenye mawazo yako, lakini kwa namna moja au nyingine alishiriki kufungua milango ya wewe kwenda kufanikiwa. Yupo mtu ambaye amekuingiza wewe kwenye chumba ambacho katika hali ya kawaida hukustahili. Yuko mtu ambaye amekushikisha wewe mkono wako
na watu ambao katika picha ya kawaida haukustahili. Si unanielewa mwamba? Yaani iko hivi, wewe sasa hivi ni mkurugenzi, ni manager somewhere, au wewe ni mfanyabiashara mkubwa, umefanya biashara yako inakwenda vizuri, no problem. Lakini katika hatua zako za mafanikio kwenye hiyo biashara yako, lazima kunakuwa na mtu ambaye ni haumtegemei, haumzanii, atakutoa wewe kwenye hiyo nafasi moja kwenda nafasi nyingine. Umeelewa? Kama hujanielewa usijali. Iko hivi, katika harakati zetu za kupambana tunakutana na watu kwa maana ya ndugu, jamaa, marafiki na watu mbalimbali. Katika watu wao wapo watu wanaoamini juu ya uwezo wako, lakini wapo ambao hawaamini kabisa kwamba wewe unaweza kufanya kitu fulani kwenye maisha yako. Sasa wale ambao hawaamini kwamba wewe unaweza kufanya kitu fulani kwenye maisha yako, mara nyingi huwa ni watu wako wa karibu. Yaani mara nyingi mno ni watu wako wa karibu, watu wanaokujua wewe from the start to the end, watu wanaoamini kwamba wewe una mapungufu zaidi kuliko strengths. Sijui nitumie kuliko vitu ambavyo wewe unaweza kuvifanya. Watu ambao hata ukifanya jambo kubwa kiasi gani leo wanasema huyo na wewe sio yeye huyo. Wapo na ni watu wako wa karibu. Sasa kwenye kundi hilo uwaga anatokea mtu ambaye wewe humjui kabisa, anakuamini, anakupa mchongo, anakupa dili, anakuconnect, unaondoka. Picha ambayo iShowSpeed, picha ama video ya kwanza ya iShowSpeed kushare kwamba yuko na Ronaldo ilikuwa na engagement kubwa kuliko content yoyote aliyowahi kuipost kabla ya kukutana na Ronaldo. Baada ya hapo sijui, lakini kabla ya iShowSpeed kukutana na Ronaldo, ile post moja ilikuwa na engagement kubwa kuliko posta yoyote ya kabla yeye kukutana na Ronaldo. Lakini nani alisababisha kukutana na Ronaldo? Rafael Leao. Hasemwi, haimbwi. So hata kama ni wewe ndio Rafael Leao, usiumie, kwa sababu inawezekana umefanya kazi ya kimungu, kwa sababu umefanya kazi ya unajua kuna watu wapo duniani kama malaika tu, wapo kwa ajili ya kutengeneza njia kwa ajili ya watu wengine. So usiumie wewe ukiwa Rafael Leao, na usikunje. Yani ukihisi kwamba kuna mtu anaweza kufanya kitu fulani kuliko ambavyo labda wewe unaweza, usikunje. Kunjua basi watu wapate michongo, au sio? Ukiona kama wewe upo kwenye nafasi ambayo unaweza ukaforce mtu mwingine akafanya kitu kizuri kikaleta impact either kwenye jamii au kwenye michongo, kwenye kazi, kwenye nini, mpe huyo mtu. Usikunje, usiogope matokeo. Yakiwa mazuri it's okay, yakiwa mabaya it's okay pia. So tusikunje wanangu, tunyooke. Moto leo haina maneno mengi. Wanaita Timo and this is More Talk.